Hi, it's your favorite minus the CJJ. Amo Kipenda Crackhead Joe and me, your girl Jane Benson. Featuring the Wake and Bake Minus podcast, your best therapy in town. Minus! Tuko episode ya mwisho. Kwani leo ni kila mtu na kofia. Aida. By the way, coincidence inafaa kumatch na nguo yangu ndio umevaa. Sasa ni nenye na match na nguo yangu ndio umevaa, tuna match. Mimi tu ndio wewe umevaa yenye na match na nguo yangu. Aida. Moja kila mtu na design zake. Hivi ni nini sasa? Ya birthday yangu. Birthday yako. That's my birthday, guys. Birthday yake tumsurprise. Mimi tulishamalizana. Mshamalizana? Hai. Huyu tu ndo tujamalizana na yeye. Mimi siwezi malizana na wewe weekdays. Bwana. Nikutafute weekend. Tafute weekend. Mimi nikutafute sasa. Sasa nani mwenye birthday ni mimi au wewe? Wewe unapokuwa unitafuta. Nikutafute ni birthday yako. Si ndio? Lakini wasichana nyinyi mnafanyanga vitu, mna exaggerate vitu. Unafaa unitafute. Yaani birthday yako inamaanisha tu lazima nikutafute nikufanyie kitu. Mimi yangu utanitafuta? Ni baby girl. Birthday mbona? Utanitafuta? Si birthday zako zote nakutafutanga. Na kwanza birthday zako zote zinakutafutanga. Unanitafutanga. Halo. Happy birthday na unakata unatafuta gani kama hiyo? Hakuna kitu kama hiyo. Nikunitafuta gani na natafuta? Akisi je kutafuta ingine. Je kupea present. Siku ya birthday yangu. Sikumbuki. Nimepewa na speaking of present. Wewe umepata presents ngapi? Birthday zako zote? Hakuna hata. Haujapewa present. Hata mimi sijapewa present. Ya birthday yangu. Walai. Ujainipea present ya birthday yangu. Alafu unasema yeye anaweza kupea present kama mimi nampeanga huyu na kupeanga Maxine kupea. Mimi presents niko nazo za birthday ni mingi sana. Mimi nakupeanga. Vile zingine ni ubiwa na marafiki. Wananibeba. Kama huyu kuna present alinibianga lakini sitakai kusema ni present. Present gani hiyo? Atajisikia. Ni nini nilikuibia? Wewe ndio unajua vitu ngapi zangu unaona ameiba vitu mingi hata hajui ni gani aliiba. Unajua wewe nilikuhamisha. Sijui ni gani. Labda saa nikukumbusha. Ni gani? Nitakukumbusha one day. Talking of kukumbusha one day, tuko mwezi ya maandamano. Plus tuko mwezi ya mental health. Awareness. Tuko mwezi ya watu gay. Talking of Pride Month Destiny June. Inaitwa Pride Month. Siku ya magay. Ya magay wote ama magay boy. Kwani kuna si wazungu wanaitanga wasichana nini gay baada. Si ni wote. Pride Month Day. Watu wa rainbow. Months ama months. Month. Watu wa rainbow wote. Tu rainbow. Sijajua kama pia ina celebrate-iwa. Mimi najua tu mental awareness. You celebrate your mental yako iko aje by the way? Mimi siko sawa. Pia. Rada ni gani? Money. Pesa. Wewe ni juu ya pesa. Pesa inafanya my mental health inakufa. Na wewe? Mimi si juu ya pesa. Mimi ni vitu mingi sana. Juu nini? Mapenzi, First of all mapenzi. Hiyo tunajua si wote. Second pesa. Second kutoeleweka in the society. Sasa unataka nani akuelewe kwa society? Sasa msiponielewa. Sisi tunakuelewa. Health yangu ikuwe stable. Sisi tunakuelewa, mimi nakuelewa. Sisi tunakuelewa. Unanielewa aje? Venye huko. Si venye huko tu we understand the. Hebu nikuulize wewe last time yako kulia ni lini? Mimi. Kulia? Inalingana mimi nimekoya kulia. Ndio uone. Tunakuwa na mental issues. Wewe last time yako kulia ni lini? Kitambo sana. Kulia? Unajua kulia is part of release. Ulilia leo. Josie amenipea present ya birthday. Yako ni kuexaggerate. Unalia aje ukiletewa present. Unaona wengine wana faint ni inaitwa tears of joy. Tears of joy. Hiyo si kulia. Hiyo ni kulia ni ile yenye kama depression. Uko depressed mpaka una machozi inakuja tu.
Hasira, Au lilia lini mwisho? Mimi sikumbuki. Sasa mimi sikumbuki. Hata ujai, wacha kukumbuka ujai. Nilianga I think nikichapwa na mzazi. Unaona? Long time ago. Mimi mwisho na nimekumbuka kuna siku nililia ile siku nini. Uliumia. Niliumia. Ulilia. Lakini nishaiumia but sijailia. Sikulia atilia hivi. Na imagine wewe unaweza. Yaani unaona ile uko sasa si ati nalia ati hivyo. Hiyo ni ile uchungu unasikia mpaka machozi tu inatoka tu yenyewe. By the way, hiyo uchungu unasikia mpaka mimi niliwahi umia. Kidole. Sikulalanga but sikulia. Ile time fulani. By the way, I think nishakwambia. Niliumianga sikulala. Siku ngapi? Mbele silali. Jia. Ati jia? Sijui najianga usingizi kikao. Usingizi kikao hivi kiasi. Hiyo kidole inauma. Unasikia kama unatafuta maji ya fridge uweke ndani. Sasa mimi venye niliumia sasa. Ulilia? Sikulia. Hiyo nasikia tu uchungu mpaka machozi inatoka tu. Lakini aliumia place. Yenyewe yako hata unaweza lia. Wacha kulia, mimi ningefanya hadi hii. Lakini kwanza ndio ujue hatukuangi mentally stable. Si unapata mtu anaumia. Sasa kama mwanaume si rahisi upate kilia. Express kwa mtu juu si rahisi. Si una express ni kwa. Si rahisi utaeleweka. Si kila kitu unaweza express kwako. Sikia vile anasema. Naweza express kwako na utanisaidia. Kuna yenye naweza express kwako na unisaidia. Una express kutoke. Mwanaume ana express kitu yenyewe anajua hapa nitasaidika. Si ati nikuje nikulilie Venedema anaweza kuja aanze kukulilia ati best yangu amenikasirikia siji. Hizo ufala. Akikasirika akasirika na huko hiyo ni shauri yake. Hiyo shida yake. Lakini sasa nyima dem. Babe. Imagine best ile hiyo ujinga peleka huko. Weka jola. Kama birthday yangu. Hapana, hii nasi kupatia. Si usikie. Kwani unaenda nao maandamano? Sasa nimekwambia ni mwezi ya maandamano. Mwezi ya maandamano. Kuna maandamano mengine. Maandamano ilianza. Huyu unarada? Tunaandamania nini? Tunaandamania boy fulani wa Migori. Mwenye alikufia kwa jela. Sijui nini. Niliona hiyo maandamano fulani. Alijigonga. Nilisikia alijigonga. Unaweza jigonga ukufe. Alijigonga aje hivi du. Alijigonga kwa nini? Kwa wall ya cell. Akiwa mshiki. Kwa first of all alishikiwa nini? Si comment ya ni nitoaje? Hawa watu wa finance bilama. Si finance. Unaona kama ni kama kiactivist. Influencer. Sasa si ndio hiyo influencer ama activist. Kama hiyo. Sasa ni kama saa hii venye finance bill ilitoka hivi anza kusema reject wako sasa. So ni kama sasa DCI pale chini mambo yao wakamtafuta. Basi. Kuna hadi dem fulani alishikwa. DCI wanakukujianga wakutafuta. Lazima wakutafute alafu kujua mali huko. Walijua aje anaenda ushago. Walimtoa aje Migori. Wewe DCI wanajua mali huko. Wakitaka kujua watajua. Usiende uwe mtu saa hii uone venye Maxi hata taka siku moja. Ni kidogo hata ni Subaru. Alafu anafungua milango design nyingine. Ushaona Thika Road ikifunguliwa. Wewe. Ile inafunguliwa ametoka. Kila mtu ako nje. Hadi dereva unashangaa dereva anakushika. Unabebango hivi. Sasa alishikwa. Nakupeleka wapi? Alishikwa kutoka Migori, akafikishwa Central. Si mchezo. Si Central huko kwenu. Nairobi. Central Station. Sasa kwetu aje. Kufikishwa Central. Within 24 hours akajigongesha kwa ukuta akadeti. Akasonga na pesi yake. Zimefika. So mimi kitu sielewi ni. Ati si ati alikufia kwa cell. Wakimkimbiza usindi alikufa. Na usi yenyewe wanasema injuries zilikuwa gani? Okay, so si bado postmortem ndio ilikuwa inafanywa I think today. Leo. So kesho ndio watajua. Unajua ndio kwa kuzuru wa dead body. Na si niliona bado kuna dem fulani alishikwa na akapelekwa kotini akaachiliwa na $500,000. Achana kuna mwingine alishikwa. Fulani alipost ati juu ya create group. Hii group yenye unaonanga reject finance bill you are dead. Hizo sasa.
So, pia kuna mwingine alishikwa Kisii. Lakini yeye walishikwa, I think alishikwa the same day. Ni kama wakitoka Migori pia yeye walimbe. Wakampitia kwa akaletwa Central pia yeye. Akaletwa Central. When ule aliaga, huyu akaachiliwa without kuambiwa bila kosa yake, kupelekwa kotini, hakuambiwa kitu yote. Aliachiliwa tu. Sasa unaachiliwa tu jirudishe. Venye huyo alikufa. Wakaona hiki kinaweza umana. Pia huyo anaweza jigongesha. Anaweza jigongesha tuwekee lawama. Wale nini hivyo? Nani IG? Unajua IG? IG wasaini nani? Instagram. IG wasaini nani? Imagine nilishtuka hata Pasari samjui. IG wasaini nani? Hata mimi simkumbuki jina lakini namjua. Madam mama mzai. Madam alishatoka? By the way. Mimi msiniangalie. I think ni mzai. Ni mzai? Mimi hadi sijui women rep huku ni nani. Si mimi peke yangu. Hata women rep alisema ajui. Alipost kitu fulani. Akasema former. Aliandika jina ya former IG. Sasa ndio watu walikuwa wanaulizana hadi kwa Sari sajui IG current IG. Anajua tu Instagram. So venye nilikuwa nasema Nani najaribu kushikanisha hiyo story yenu imeenda imepanda imeshuka imeenda tu like kuna sasa IG alisuspend mapolisi wote wenye walikuwa shift hiyo siku. Si inafaa hivyo. Mimi sioni kitu yenye wanasuspendiwa, hawafai kususpendiwa. Juu ya wewe mbona umekufa mysterious unajua shida, acha nikwambie mbona mimi nasema hawafai kususpendiwa. Wanafaa, unaona hiyo jela yenye huyu alikufia. Wote wenye walikuwa hiyo shift warushwe hapo ndani wote. Hiyo inafaa hiyo. Pia hao tuone venye wanaweza pata injuries wakufe. Juu hawezi shikwa tu ukiwa sawa. Ni kama saa hii nichukuliwe hapa saa hii niko tu sawa. Alafu kesho msikie ati nilikufa. Unajua niko na ati nilijigongesha kwa ukuta. Hiyo kitu make sense by the way. Sijika bado niko na hiyo picha sasa nikuonea. Unajua ndio jigongesha kwa ukuta lazima ukue ulijigongesha mara kadhaa. Labda waseme aje tulimshika akagonga ukuta kibadimba akikimbia kukimbia bana hiyo angeshutiwa nao kama kukimbia kukimbia nao waseme tu pale wakimrusha kwa jela walimrusha vibaya akagongwa na ukuta lakini kutuambia alijigongesha mimi naweza watokezea usiku wote kila mtu by the way kwa gani unajua kwa Migori including me unajua kwa Migori including Hai Makuzo kila mtu Makuzo Makuzo amesema hiyo kitu mtu anaweza aje akufe. Hakuna I make sense by the way juu ingekuwa ni kulala alilala akakosa kuamka huyu alilala lakini ingekuwa bado tu amepoisoniwa. Si postmortem alienda na injury like injury inaonekana hii ni ya kugongwa hivi amejigongesha kwa ukuta. Hata hiyo picha hata sijui by the way kuna maandamano ilikuwa yesterday wanaandamania kuona huko Ngong Road walikuwa wanataka kuona hiyo mwili. Wataona ilikuwa ni picha sijui hata picha iko wapi. Haijakatwa. Jana ule ni msali unaona kulingana na mimi venye niliona picha. Kuna picha yake iliyekwa. Sio ndio tunatafuta hata sioni sikumbuki. Ngosho ni sijui kama anaweza weka picha ya mtu amededi. Wewe kwani unaona picha za watu wamededi? Hii Nairobi. Mtu amededi kwani kile kitu inatoka tu. Sikuzi Telegram. Kwani hao wenyewe walikuwa nakata wakati wa mikono na miguu unapata mkono iko pale mguu iko pale sasa walikuwa wanaonyesha na picha. Sikuzi Telegram inaonyesha kila kitu. Naona hadi mtu ulimi iko nje. Kan Telegram ni sawa. Naona hadi mtu ulimi iko nje. Utaniambia wanafutana Telegram. Kutafuta news. So ndio nilikuwa nakwambia mimi sioni news. Sioni kama kitu ina make sense. Ati mtu amejigongesha kwa ukuta and all of a sudden ati maybe sasa tuweke kwa concept ya maybe alijigongesha. Si aliogopa maybe aliogopa kona badala ya kwenda jela acha tu nijigongeshe ndedi. Iishe tu hivyo. Si eti hapana. Mbona acha nikuulize. Sawa umeshikwa.
Saa hii hujaambiwa makosa yako, si ndio? Ama ushaambiwa makosa yako. Mtu akishikwa lazima aambiwe makosa yake. You under arrest for what and what. Na ni DCI wakuambie. DCI ndio wewe una experience. Watakwambia ukishatoka. Nimekwambia huyo kijana wa Kisii alishikwa. Wewe uko na experience, tu unaongelea kutoka na experience nayo. Ameniambia sina experience. Ndio nakwambia kama huyo kijana wa Kisii yako ambiwa makosa yake na aliachiliwa. Aliachiliwa. The same way venye unaonanga wanasiasa wanashikwa hawaambiwi makosa yao. Lakini ngoja. Huyu unataka kuniambia ni afike hapo kujiua, hako anajua nini ameshikiwa? Haezi jiua first of all. Hiyo ni kitu yenye unafaa. Sasa ndio nakwambia hakuna mtu anaweza jiua na si ati ako na stress za maisha ama kitu fulani na msumbu. Uliona mzae wake alikuja hata title kumtoa ndani. Ule ni mtu mpaka alikuwa well off. Mtu ako sawa. Mpaka mzae wake alikuja na title. So unasema aliuliwa? Okay, sitasema aliuliwa juu sijui. Mimi nitasema. Na bado wewe sema hakujiua juu. Hiyo nimekataa. Hawezi sema aliuliwa. Acha tu niseme aliuliwa. Hakuna venye utaweza uko well off, uko kazi, umeenda kusalimia mzazi. Kwani wewe ulikuwa unataka tu kwenda kuona tu mzazi hivi? Mbona alifikiria aende ushago kama ajui chenye alifanya? Hakuna kitu mbaya alifanya. Kwani mimi juu nilienda ushago siko najua nilikuwa nakuja nijiue? Hapana, nasema hiki akielewi mwenye nakiambia. Nasema yes, alikuwa anatoroka akienda ushago. Hakuwa anatoroka. Wewe atakuwa anajua anything. Umesikia alishikiwa wapi? Migori. Ushago. Mbona hawakumpeleka hiyo police station ya Migori? Juu watu wenye walimfuata ni wa Nairobi. Nataka peleka tu police station ya Migori. Na mbona wangemshikia Narok? Mbona Narok? Juu obviously kama alipanda matatu si unajua lazima washike Narok kukula. Si wangemshikia Narok. Wangemshikia before afike. Labda walikuwa washaenda alafu wakafika. Na walijua aje kwao? My friend, ni DCI. Hiyo ni DCI. DCI itakutoa hadi kwa shimo. Mali hakuna network itakutoa. Sawa, DCI inatoa mtu kwa shimo, si ndio? Bado ni DCI inatubebanga ujinga. Kidogo hivi. Ndio nikwambia DCI inabebanga watu ujinga. Ile time ya maandamano. Ilikuwa time ya maandamano. Ule boy fulani alijitokezanga akisema ati yeye ndiye alikuwa anarusha watu Kware. Huyo boy aliendanga wapi? By the way, boy alipoteanga wapi? Hajaipatikana. Si DCI ndio inachembua watu mpaka mahali wako. Mbona haijaichembua huyo mtu turudishie? Huyo boy aliendanga wapi? Ujue kama hawakulipa huyo mtu, atuambie ati niende aliua. Wamsunde pesa. Na kitu fani mimi ni huyo mtu tusiwahi kutana maisha yangu yote. Julikai mpanda mimi kwanza naanza na yeye. Sasa mbona wewe na yeye? Na si ndiye aliua watu. Kitu fani. Yeye ndiye alituambia ameua watu. Hapana, unajua hata kusema ameua watu au na evidence ameua watu. Si walipewa hadi akatoroka jela. Alitoroka jela ndio anakufa. Si ndio alikuwa nikwambie hadi mpaka alitoroka. Alitoroka jela. Nisikuwa nakusikiza unaongea ujinga. Anatoroka ndio. Hiyo jela roho kidogo sana. Ndio nakwambia hakuna venye. Anatoroka aje na aliua watu. Jela iko na mapolisi, si mmoja, si wawili, si watatu. Alafu ni maximum. Na ni maximum. Anatoroka aje? Na hajaipatikana. Hiyo ndio kitu fani. Si wewe ushasikia ati amepatikana. Juu venye alitoroka bado. It makes sense. Juu kama alishatoroka. Ndio je watu bebea akili. Watu wana ni kama sisi. Tangia toroka. Hao ndio wako na akili ya kutafuta watu, sisi hatuna akili. Huyo alipoa do akaenda kambwenda ushago. Huyo mtu alipewa na unaweza pata ni mtu mjinga sana na ngo ya mtu alipewa 50k. Nikuje kukwambia ni mimi niliua hata ana. Uliona hizo hivi. Na watu wenye wanaishi na yeye wanafaa kuwa wamechinja huyo mtu akatupa hata hapo sana. Mimi ningekuwa na kaka huko. Juu mpaka evidence ikatolewa, sijui mapanga ngapi, sijui malaini ngapi, sijui zote ziko na fingerprint yake. DCI nayo mimi siwezi bishana. DCI wanaweza kuwekelea kitu yoyote yenye wanataka. Wanaweza vuruta hata masimu zenye wanakuwa nazo wakuje wakuweke, wazipige picha warudishe kwa mfuko.
Kwani DCI ni mmoja kwa nini? Wanaweza toa masimu wako nazo wakupige picha. Masimu zao zote. Wanaweza toa kwa station mzima, wanaweza ekelea masimu hapa na masimu card zao. Waseme ni wewe ndio ulikuwa nazo. Na maidi. Si wewe unalipwa. Utakataa. Unasema yeye ni mimi nilikuwa nazo na nimeshikwa. Nimeshikwa, I'm guilty. Lakini kesi yake tulishanao mkono. Nende kiendanga. Wakazika. Alafu sasa saa hii wanataka kutuambia huyu wache kutubeba uji. Hata hao mapolisi watarudi tu job. Virahisi sana, wanataka tuone wana take action kwa mikono yao na alafu unaongoa ya mtu inaingia Twitter inasema ati hiyo ni opposition. Hiyo ni opposition ndio ilifanya hivyo. Opposition inafanya hivyo. Sasa opposition aje? Hapo hata kuna haikazi tunaaminia haimakuzo one time. Huo mtu sijaona gava inatubeba ufala. Squeeze ni one time. Unaona akienda one time. Hiyo nani one time. Labda wewe mweke. Mweke tu. Mimi sina kura. Mbona una kura? Tani ya nini? Ndio pige unajua kura kuna mali inaokoleanga msee. Nani na wako kufanya? Wewe imekuokolea na unateseka. Wewe cheza kama nani? Wewe cheza. Inakuokolea na unateseka. Wewe unateseka saa hii. Unang'ang'ana huko kama mamangu. Kura ni ya nini? Nikwambie kitu ya kwanza. Mimi sioni faida ya kura. Ni sawa, this time lazima nitaenda ni vote, lakini hata nikwambie haina faida kwa sababu first of all mamlaka inapeanango kwa mtu. Ni hao ndio wanaamua. Ni hao ndo wanajitetea. Yeye ndiye ako na mamlaka, yeye ndiye ataamua kama atachukua ama hatachukua. Kama atarudi maradi ya 5. Akishasema ni miaka 10. Miaka 10 hizo miaka 10 ndiye ataenda. Kwani mbona nani hakuwa itolewa alienda ngoja angalia saa hii nani Uganda Museveni amekaa miaka ngapi? Si ndio bado anaendelea? Ana atolewi na anaendelea. Ukienda kukanika uko na opposition utanyamazishwa pia utanyamazishwa. Angalia saa hii mtu yote anaenda kukanika uko na opposition. Hata Suluhu unafikiria atatoka? Anavurutu. Suluhu atoki ataka anatoka akienda. Atatoka. Uliona venye alifanya opposition yake? Anakaa huyo mama ameamua sasa ni Hunger Games. Unasikia mimi kwa sasa kila mtu anataka Hunger Games. Mimi kwanza nianga Suluhu bibi ya nani Magufuli. Wallahi mimi kwanza nianga hivyo. Sasa mimi nifanya Magufuli anapeana kwa familia. Sasa ndio mimi kwanza ni kama nini? Ni kama Uganda by the mamlaka yote kwa familia. Wallahi iko familia. Lakini hadi Kenya ilikuwa kwa familia. Sikia. Kwa familia. Museveni, Uhuru na Kenyatta. Lakini hapa in between kuna sio familia. Watu wengine. Lakini ilikuwa inaenda kwa nini? Angalia ya Museveni ndio preso. Bibi yake ndio nini wa finance. Ndio finance manager. Kijana yake ndio ako kwa jeshi. So kwanza Kenya kijana anakufinya. Kwanza wasikosea Kenya walete tena mkale hatutaki. Mkale nani sasa tena atachukua kiti. Si ni Ruto pekee ndiye yako. Sikia vile mnasema. Hakuna mkale mwingine kwa kiti sasa hivi. Sasa hakuna mkale kwa politics side. Imagine sasa hivi watu wenye wanaenda kusimama kwa kiti ni watu wachache sana. Matiang'i, Kalonzo kweli. Babu Owino ni Mbona atakuwa governor. Sasa mnamchagua wa nini hadi? Babu Owino. Kwanza nauliza Matiang'i anachaguliwa kuwa president? Atakuwa ataenda kuraniwa. Si ndiye anaran akiwa nini sijini ya Jubilee. Haya Matiang'i amewaambia na run. Ruto amewaambia anataka. Sio sky kwani uko dunia gani? Alisema anataka. Mpaka ashaprintisha gari zake za Jubilee. Uongo. Wewe kwani uko wapi? Anataka kuwa president. Hapana, Kenya imepotea. Haiwezi potea. Kenya imepotea. Haya. Sasa mnaona huyo ndo mzuri, huyo ndo mnaona atarudisha Kenya mali ilikuwa. Sioni kama atavotiwa. Nani Matiang'i? Atavotiwa lakini unaona itakuwa ni kama. Sio lete tu Wajakoya. Acha nikwambie. Mimi nataka tu Wajakoya alikuwa na plan. Alikuwa na 50 year plan. Unaona? Kwanza umeona venye tumekuwa na weekend fulani inawezekana tupeanga ya siku 3. Unaona watu wenye wanaranianga president hao tunapata kama huyo Wajakoya, Matiang'i. Hao wanaekangwa kustabilize kuharibu kura. Ndio sasa kustabilize. Mmoja asipate mingi kuliko mwingine. Ndio kwa maana wanaingia. Si pia Raila bado wako hapo.
Raila hata alikataa. Huyo aenda lala. Amechoka. Huyo ni yule mtu mwenyewe. Unaona nikaa dogi ya mwenyewe. No tam. No tam na ndugu yake Wanda. Ni kaa ile dogi yenyewe. Nice. Unaona ile dogi ya street? Unaweza pita hivi na nyama ikufuate. Mtu mwingine akikuja kwako apite na nyama imfuate. Hiyo ndio dogi. Juu yeye akisikia sijui AU anataka watu ako huko. Akisikia president anatakikana ako huko. Akisikia ni kama vitu zimekataa side yote anakuwa handshake. Akikataa handshake anakuwa pop. By the way alikuwa yako hadi akue pop. Hadi uliona hizo mapicha. Ule ni mtu. Sitaki kusema ni mtu ajielewi. Yeye anajua kitu anafanya. Yeye unajua yeye anaangalia mahali nikaa dogi. Anajua kitu. Nimekwambia nikaa dogi. Inajua hapa leo hakuna nyama. Ndio sasa. Hapa leo hakuna nyama. Wacha nikimbie huyu. Mali kuna nyama. Yenyewe. Lakini saa zingine opposition sasa nimeona opposition tuko nayo. Hai Makuzo. Ile naye Hai Makuzo hataki kuwa president. Haizi kuwa. Alimpichiwa. Sasa na nini anafanya? Ukikuwa impeach tuwezi kuwa president. Hawezi. Lakini unaweza kuwa gavana. Kuna time period fulani unafaa kumaliza. Ukae. Ndio uanze ku nini kiti. Okay. Kama siko wrong. Lakini unaweza kuwa gavana. Ama hizi kwa any state. Haizi ingia kwa any seat. Haizi ingia kwa kiti yote. Na sasa ni nini anafanya? Anajibamba tu. Sasa hii ni kujenga hiyo pesa nani mingi. Anatoa wapi hiyo pesa yote ya? Sasa kujitengenezea. Si unaona? Sasa anataka. Ile time anataka kuwa president ni aingie. Bas. Sasa huyo ndo mnataka kuwa president. Anataka atengeneze kura za mtu fulani. Kuna mtu fulani anaangalia. Natengenezea mtu kura. Kuna mtu anatengenezea kura kasi korona. Hai Makuzo. Sinaona ni kama watu wengi watafuata chini yeye anasema. Kama Kalonzo. Ako na wakamba wote. Waipa. Lakini Azimio anarushia Raila. Sasa hivyo ndio ni kama nani anataka kufanya. Si uliona wanatembea yeye, Kalonzo, Matiang'i. Kwa hivyo anaweza boostia Matiang'i kura. Sasa Matiang'i na yeye huyu atatukalia. Matiang'i ni Bambi. Ule akisema tu ati unajua ule alikuwa head of nini? Akisema kila mtu Monday ni suti. Kila kitu suti. Hakuna ati ati vangi suti. Kuna chapa. Ndio gari za shule yellow. Zote zikakuwa yellow. Akasema sijui hakuna tint, sijui nini. Hakuna tint. Maisha by the hakuna tint. Nini unasumbua simu? Na unashangaa nini anachukua simu yangu? Kuwa mpole. Nimekuwa mpole. But Gava, first of all Gava iache kutubeba ujinga. Gava. Second, wasichague Matiang'i. Mimi sitaki kuongelea mwenye atachaguliwa. Lakini hebu niambie nani Ruto ndiye ako kwa hiyo kiti haya. Matiang'i nani mwingine? Ongeza Wajakoya pia. Hapo kwa Wajakoya. Ule pasta fulani niko sure atarudi. Pasta mgani? Simkumbukani. Kuna pasta walikuwa na shida na Wajakoya. Sijui alikuwa anaitwa pasta. Na Abdul hawezi rudi kwa sababu alikuwa na kesi majuu. Alishikanwa majuu, sijui alifanya. Mimi nataka Wajakoya hapo. Huyo alikuwa na peni ya plan. Haizi pewa kiti. Yeye ni mtu wa kustabilize. Ule msiwahi fikiria hata hiyo. Unless kila mtu atoke hapo abaki yeye peke yake ndiye anaitisha kiti hata sasa. Lakini ati mimi hiyo ni kitu niko sure. Yeye ni kuharibu tu kura. Haizi wampe tu. Hawezi mpea. Ndio kuna watu watampea lakini kuna watu kama nitamvutia. Lakini mimi natamaningi sana Jimmy Wanjigi atafute hiyo kiti. Jimmy Wanjigi ni nani? Jimmy Wanjigi? Unaishi Kenya gani? Hadi Jimmy Wanjigi? Najaribu kumfikiria. Hiyo jina ni familia but ni nani? A businessman. Namjua. Yeye hata ndiye ananiningi. Anafanyanga. Ule jamaa mwenye alikuwa anatafutwa time fulani last year. Kwake akaingianga kwake akakosekana. Nimekumbuka. Ni mgani? Sasa anatafuta kiti hapo ndio. Ati anatafuta. Hakuwa anapotea alikuwa ameenda Saudi Arabia tumekosa president. Huyu aendangi. Alikuwa kwa nyumba. Alikuwa Alikuwa amekaa kwa nyumba. Aliingia madisi yao walimfuata. Akaingia kwa nyumba na akakosekana. Wakaingia wakabomoa milango zote wakasafisha nyumba mtu wa yuko. Then hata ilikuwa the next day. Hiyo siku bado akapatikana police station sijui gani akienda kuripoti anatafuta. Akajitokeza mwenyewe ati kuna watu wamevandalize. How funny is that? Hiyo nyumba hata time ya Uhuru
pia alipoteanga hivyo, alifuatango akaingia na alikuwa anauliziwa nini? Ni ile ati anaambiwa ati akona mabunduki kwake sijui nini. No, anataka kuwa president. Pana wewe jamaa huko. Unafaa uende utafute story. Wewe mtu anafikiria ni mtu ako focus. Bado pia Ruto tulifikiria nafikiria. Lakini bado. Unaona ni Venestaki kuna nini fulani bado Ruto tulifikiria anafikiria lakini bado. But mimi na Jimmy Wanjigi akazaitisha nampatia asubuhi na mapema. Sasa ni wewe tu utampea vote. Si mimi peke yangu. Wewe unaweza mpea. Watu wengi hata nikwambia unaona hata time ya maandamano. Mimi napea Wajakoya, nampea hadi kazi na kura. Jimmy Wanjigi ndiye alisimamanga na Wakenya. Na huyu alitangwa nani? Eric Omondi labda umpatie peke yake. Akasimama mwezi mpea. Labda huyo ni joka huyo. Kai. Mbona? For real labda wewe. Haizi pewa. Na si anafaitia Kenyans. Sawa, anafaitia Kenyans but unaangalia. Leadership inapewa akili fulani. Si wanasema wazee ndio wako na akili. Lakini pia wajinga wanakuanga wazee. Ni sawa, lakini unaangalianga tu msee. Eric Omondi ni joka first of all. Comedian. Na huyu nani anaitangwa nani? Anaitangwa nani huyo? Ume alikuwa Real Households of Congo. Njugush haizi itisha kiti. Sasa huyo anaitisha kiti. Njugush ni muoga. Labda kwa si muoga. Njugush ni activist yake. Unaona yeye kuna kitu mpita. Njugush ni activist. Kwa TV hapa. Saa hii tu hivi news fulani itokee. Kama saa hii ingekuwa saa hii ndio nani anasema hai makuzo kabla hajamaliza kusema kuzo. Ashatoa yake. Njugush ashatoa yake. Njugush au kwa rada. Ni activist. TV yake. Unajua bado kuna beef ya Kenya na Tanzania. Haijaisha. Bado. Haijaisha kitambo juu. Bifka hiyo. Ile mpaka yenye Ruto alienda kuambia pole. Anawaambiaje kwanza pole? Anawaambiaje kwanza pole? Na sisi hakutuambianga pole, watu wamededi. Au kusikia alisema wapi? Mpaka kusinilisikia kuna sikumbuki ni nani, lakini kuna huu nini anaitangwa mwana siasa fulani alisema zile familia zote zenye zilipoteza watu wao walikufa zikuwe compensated. Wao uliona mtu yote amecompensatiwa? Nilisikia, sasa sijui. Hiyo ni kusikia tu. Nilisikia. Hakuna mtu alikompensatiwa. Ni kitu mpaka kilikuja hadi kwa news. Sawa, unajua kuongea ni different. Ni kama saa hii Ruto ataenda pale Mkuru aonyeshane nyumba amepewa watu. Kwanza Sayadi na Sasa amewapea punch kila mtu aseme amepewa nyumba na hakuna nyumba mtu. Huyo anaitwa nani? Huyu deputy president anaitwa nani? Wasai? Wa base Kindiki. No. Huyo. No, nasema sina pesa. Anaenda kiwaste pesa. Waste pesa. Anaenda kipiana pesa like sijui ni occasion gani ako nazo, anaenda kipiana pesa. Ndio nimekwambia hadi Mkuru kwa Njenga si hizo affordable housing. Si watu walipewanga youth walipewanga kila mtu punch. Waseme hizo keja ni zao. Waseme ati keja ni zao. Hizo keja zinafanya. Na hizo keja bedhe unalipa? Haya. Si keja unapatiwa ati unapewa na nani? Unapewa na nani? Na Kazongo. Ai. Kwa dirada. Ajenge nyumba alafu. Simili mnahamishwa kwa slums mnaletwa huku. Sawa. Wewe enda upewe. Kumbe ni rentals. Si ni rentals. Mbona wanafukuza watu kwa slums? Mbona wanafukuza watu kwa slums? Si wanafukuza ndio wajenge affordable. Sasa si ndo nakwambia ni affordable aje? Mtu anaishi nyumba ya mabati, analipa 300 kila mwezi. Alafu uende umletee ya ngiri 3. Sasa si ndo mimi nilikuwa nadhani ngiri 3 hata nyumba ilinichanganya. Juu sikia. Nyumba ya sini bed sitters. Kuna bed sitter, 1 bedroom na 2 bedroom iko. Sijika 2 bedroom iko. So hii bed sitter unalipa 3500 I think. Bed sitter. Kila mwezi. Inatoshana aje? Na sasa hiyo unaweka deposit ya nilikuwa nimesikia unaweka deposit ya kitu kama 70k. 70. Deposit ya 70. Ati deposit hii nyumba uko hapo for 30 years. Ni kama contract. Unapewa 30 years. Sasa ni 70. Sasa unakuwa unailipia 3500 kwa mwezi. Kila mwezi. Na nishatoa depo ya 70. Watanirudishia hiyo deposit. Sio wanakurudishia mbona na simdo arudishia wangu deposit. Ukihama ukienda kuhama. Nyumba ni yako.
Sasa imekuwa yangu. Imekuwa yako for 30 years. Sasa wameniuzia 70k. So that hawajakuzia 70. Wamekuzia 1.4. So that years ikiisha natoka. Contract yako kwa hiyo nyumba imeisha. Sasa ujapigia hesabu 70k, si ndio? Hiyo unapeana. Lazima ulipe mwezi 3500 multiply 30 years. Nimekwambia ni 1.4 million. Bed sitter. Hiyo ni bed sitter. Sijaingia hizo. Niko na shamba Kamulu. Hiyo ni shamba Kamulu. Unajua Kamulu sasa hiyo wanakuzia na 385 na ukinunua cash ni 250. Sawa Mawega. Mimi sijui. Sijanunua shamba Kamulu. Shakuwa Mawega property. Ni ukweli. Ndio kushow. Guy. 70k. I think in 70k. Kama sikusoma hiyo ni. Ndipo ya 70. Ama ni 7k. Lakini after 7k yaje. 70 ama 7. Hiyo after 30 years. Ngoja. After 30 years hiyo ndipo ndarudishiwa. Na nani? Si nyumba ulikuwa umenunua for 30 years. Umenunua hiyo space for 30 years. Sasa watakuza wanitoe toka. Inakuwa furnished. Inakuwa furnished. Fully furnished. Naingia tu ikiwa na kila kitu. Hadi kila kitu. Sio ndo fully furnished, yani kama nyumba yenye iko nani apewe viti. Sio ndo the meaning of fully furnished. Ndio fully furnished. Yaani wewe pale unaingia wewe na manguo zako. Unakaa kama BNB. Nikaa BNB venye unaenda unapata kila kitu. Na hizo nyumba ziko za fully furnished.